حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ndugu wapendwa wa imani, ndugu wapendwa wa Islamu, baada ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, tuko ndani ya siku ya 10 ya mwezi wa Ramadhani. Tayari masiku 10 yametumalizikia, na hivi ndivyo ambavyo kwamba umri wa mwanadamu unakatika. Ghafla ulikuwa ni mtoto, na ghafla utaona unakuwa mbarobaro, mara ghafla unakuwa mtu mzima, mara unakuwa mzee, na Mungu akikupa umri ukawa kikongwe. Yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha sisi kufika katika masiku kama haya, na kwa ajili ya kuendeleza muendelezo wetu ambao kwamba tuko nao katika kukumbushana na kuzungumziana visa ambavyo kwamba viko ndani ya hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam, na ikawa lengo letu kuu ni kupata mazingatio katika visa kama hivyo na kupata ilmu kwa yaliyomo ndani ya visa kama hivyo. Kisa ambacho kwamba tuko nacho leo, Islamu ummi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kusilimu mamake Abu Hurairah. Abu Hurairah ni mmoja kati ya masahaba waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Abu Hurairah huyu ambaye alikuwa akiishi na wale ahlus sufa msikitini, katika miongoni mwa masahaba ambao hali zao zilikuwa ngumu. Mamake alisilimu vipi na alifanyaje mamake kusilimu? Hadithi akiipokea yeye mwenyewe Abu Huraira ya kwamba kuntu ad'u ummi ila alislam. Huyu sahaba asema nilikuwa nikimuita mamangu, nikimlingania mamangu katika Uislamu, mama silimu, mama silimu, mama silimu. Na hii ni kuonesha ya kwamba mtu asitosheki yeye peke yake kuwa Muislamu, bali mpaka wale waliomzunguka pia nao waipate nuru ya dini ya Uislamu. Na ndio utaona Abu Huraira hakutosheka yeye kuwa Muislamu, bali alikuwa akimlingania na mamake aingie katika dini ya Uislamu. Wa hiya mushrika, kipindi hicho bado hajakuwa Muislamu.
Fada'autuha yawman, asema kuna siku nikenda kumlingania mamangu, fa asma'atni fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ma akrahu, asema akanisikizisha maneno ya kumhusu mtume, maneno ambayo kwamba siyapendi kuyasikia, maneno ninayoyachukia. Na hii ni kuonesha ya kwamba unapokwenda kuwalingania wasoko Waislamu, mara nyingine badala ya kupokea jambo zuri ukapokea jambo kubwa zaidi, ni matusi au hata vita. Abdullahi ibn Mas'ud alipigwa na viatu ziliposhuka aya kwenda kuzisoma mbele ya Makuraishi, walikuja wakampiga na viatu, lakini hakutosheka na hakufa moyo. Sana sisi nasi ndugu zangu, tunapokwenda kuwaedhea watu au kuwafundisha watu dini, si kwamba kila unayekwenda kumwedhea na kumfundisha atakubali yale mafunzo. Kuna ambao kwamba waweza wakayakataa, kuna ambao kwamba waweza wakakutukana, kuna ambao kwamba waweza wakakupiga, kuna ambao kwamba waweza wakakupa maneno machafu. Ndio maana katika uslubi, katika ndia za kuwalingania watu, Qur'ani imetuambia msiende mkawatukania watu wanachokiabudu, kwa sababu wao pia watamtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nyinyi hamtolifurahia hilo. Kwa hiyo hata wakati unaenda kumlingania mtu ambaye kwamba hamuabudu Mola, basi hakikisha pia zile methodology unazozitumia katika kumlingania, usimtukanie anachokiabudu. Muoneshe udhaifu wa kile anachokiabudu, lakini usimtukanie, sababu kwake yeye ni katika mukaddasat, ni katika vitu anavyovitukuza. Sasa kwenda kumtukania, aweza naye pia akamtukana Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mamake Abu Huraira asema mamake akamsikizisha maneno ambayo yeye Abu Huraira hakuyapenda maneno kama yale. Asema fa ataitu Rasulallahi, nikamwendea mtume, wa ana abki, huku nalia. Manake maneno aliyotoa mamake si maneno mazuri. Fakultu, asema nikafika nikamwambia, ya Rasulallahi, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inni kuntu ad'u ummi ila alislam, mimi nilikuwa namlingania mamangu aingie kwenye Uislamu. Fataba, mamangu akawa yuwakataa. Fada'autuha al-yawma, leo hii nikamlingania tena. Fa asma'atni fika ma akrahu, akanisikizisha maneno ambayo kwamba nayatukia kukuhusu ya Rasulullah. Lakini haikuishia hapo, akamwambia mtume, fad'u Allah an yahdiya umma abi Huraira, hebu muombe Mwenyezi Mungu amuongoze mamake Abu Huraira, niombe Mungu amuongoze mamangu. Umeona, pamoja na kwamba mamake amwambia maneno mabaya, pamoja na kwamba mamake amwambia maneno ambayo kwamba yashukia kumhusu mtume, lakini yeye bado amwambia mtume, ya Rasulullah, muombe mamangu amuongoze Mwenyezi Mungu. Faqala Rasulullah, mtume naye akamwambia, Allahumma, e Mola, akamwinua mikono pale pale akisema, ihdi umma abi Huraira, muongoze mamake Abi Huraira. Maanake ukiwa wewe ni dai mahali, ikiwa wewe ni mlinganiaji wa kheri mahali, na mtu amekuja kukuomba umfanyie jambo la kheri kumhusu yeye, basi usisite kumwombea, usisite kumsaidia, usisite kumuongoza. Maanake mtume alipoambiwa pale pale akainua mikono akamwombea mamake Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amuongoze. Baada ya kuwa yualia Abu Huraira, asema fakharajtu mustabshira, pale pale nikatoka nikiwa na furaha, nimefurahishwa bida'wati nabiyillah, kwa dua ya nabii wa Mwenyezi Mungu. Falamma ji'tu fasirtu ila albab, asema nilipokuja nimefika mlangoni, fa idha huwa mujafun, nikampata amejitenga mamangu. Fasami'tu ummi, Abu Huraira akawa mwenyewe amejibana, yani amejitenga. Fasami'tu ummi, fasami'at ummi khashfa qadamayya, mamangu akasikia zile footsteps zangu wakati naja. Faqalat, mama akamwambia, makanak, tulia mwanangu hapo hapo ulipo. Wasami'tu khaskhasa alma'i, nikasikia kumwaika kwa maji. Qala, Abu Hurairah sema, faghtasalat, mamake akaoga. Walabisat dir'aha, akavaa nguo yake. Waajilat an khimariha,
akaenda mbio akatukua mtandio akajifinika. Fafatahatil baba, kisha akaufungua mlango. Thumma qalat, kisha mama yake Abu Huraira akasema, ya Aba Huraira, Abu Huraira we, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mama yake Abu Huraira pale pale akapiga shahada, akakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kuwa hapana mola pasa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, na akakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wake na ni mja wake. Asema farajatu ila rasulillahi, nikarejea kwa mtume. Fa ataituhu wa ana abki min alfarah, nikamjilia mtume huku nalia kwa furaha. Hiyo vilio vimegawanyika, kuna kilio cha raha na kuna kilio cha huzuni, na mara nyingi vilio vya furaha huwa vimeambatana kina mama. Hiyo kina mama vitu vingi wao kwao hulia tu. Taona siku ya harusi, bibi harusi yaolewa yaiwalia, manake amefurahia mpaka ile furaha ikapinduka, akaanza kumwaga machozi. Mwanamke aweza kuwa starehe naye akalia, ile furaha imeenda mpaka imefikia mahali akaanza kumwaga machozi. Mwanamke aweza kuletewa habari tu njema akalia. Zote zile ni furaha, na mwanamume pia humpata hili kwamba akapokea jambo la furaha, ile furaha ikafikia mahali akamwiko na machozi. Na furaha mara nyingine humfanya mtu akafanya vitu kinyume nyume. Yule bwana alifika zake Makka, ndo mara ya kwanza yuona Al-Kaaba. Kiangalia Al-Kaaba ndo ile mji mtukufu hunu, ilikuwa ndo dua yake katika maisha yake kufika katika mji mtukufu. Akauliza watu, hapa niombe nini mimi? Akaambiwa hapa ni katika sehemu tukufu, waweza omba chochote utakacho. Basi kwa ile furaha namna alivyokuwa nayo, badala kuwa aombe dua njema, yeye akaomba dua ya chooni, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, mbele ya Al-Kaaba. Sasa hakulaumika, ni ile furaha ilimfikisha mahali akachanganyikiwa. Dua ya chooni akaiomba katika sehemu tukufu. Na ndio yule bwana Mtume alipiga mfano akasema kwamba Mwenyezi Mungu huifurahia toba ya mtu anaporudi kwake kumliko mtu ambaye kwamba amepoteza kipando chake katika sehemu za jangwa. Kile kipando juu kilikuwa na kinywaji chake, juu kilikuwa na chakula chake, kikampotea katika ardhi ambayo kwamba ni ya desert. Akakitafuta kipando chake, mwisho akakikosa, akakata tamaa, akaenda mahali mwenyewe chini ya mti akakaa. Asema ghafla, baada ya kuwa amekata tamaa na kile kipando chake kwa muda mrefu, mara kile kipando kikamtokeza. Kilipomtokeza kipando, akiangalia juu kuna chakula chake na kuna na kinywaji chake. Basi akaenda akashika zile kamba za yule kipando, kisha akasema kwa kukosea, kwa sababu ya ukali wa kufurahi, akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, e Mwenyezi Mungu, wewe ni mja wangu na mimi ndiye Mola wako. Tuambie akhta min shiddati alfarh, bwana alikosea maneno kwa ule kufurahi sana. Mara nyingine mtu aweza kosea maneno kwa kule kufurahi, akafurahi mpaka akakosea. Ndio maana wenye hikma wakwambia usimwahidi mtu kitu wakati wa furaha, wala usitoe maamuzi wakati wa hasira. Usio kufurahi sana ukamwambia mtu nitakununulia nyumba sababu umefurahi, hata kazi huna chochote, umefurahishwa siku hiyo, ufika nyumbani umpikiwa vyakula vitamu vitamu vizuri vizuri, kala mwenyewe ukashiba vizuri, ukaanza kumpa ahadi mkeo, sasa mke wangu wewe nitakupeleka Nyali ukaishi, nitakufanyia hivi na hivi, nasikini huna hali ngumu. Sasa usimpe mtu ahadi kipindi ambacho umefurahi. Na pia usitoe maamuzi wakati umekasirika. Usitoe maamuzi. Usichukue maamuzi kipindi umekasirika, ukafanyiwa kitu. Wewe si mwanangu, ondoka hapa, nimekulani. Utakuja kujuta hasira zikitua. Ndio maana mmoja katika mashekhe anasema usijaribu katika maisha yako kutoa talaka 3. Maana ikibidi kuwata basi atatalaka moja tu. Sababu hasira zikija zikipungua, wewe na upande wako mwenzako mtatafutana, mtaki kuregeleana.
Mke atakuja asuria zimpungua, aone nafanya nini mimi, basi mume wangu yaishe. Au mume naye pia hasira zitakuja kushuka, aone mke wangu yaishe. Sasa ukiwa umetoa talaka 3, kwa kuwa huna nafasi ya kurudia na kuishi naye mwenzako. Kwa hiyo Abu Huraira akatoka mbio akamjilia Mtume huku yualia kwa wingi wa kufurahi. Asema qultu, nikamwambia Mtume, ya Rasulullah, abshir, pata bishara njema, qad istajaba Allahu da'watak, Mwenyezi Mungu amejibu ile dua uloitia, wahada umma Abi Huraira, na Mwenyezi Mungu amemuongoza mke Abu Huraira. Fahamida Allah, pale pale akamhimidi Mola, wa athna alayhi, na akamsifu Mwenyezi Mungu akasema alhamdulillah. Waqala, kisha akasema khairi. Qala, sema qultu, nikasema ya Rasulullah, ud'u Allah, muombe Mwenyezi Mungu, an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi almu'minin, niombe Mungu anifanye ni mwenye kupendwa kwa waja wake. Naona dua za wenzetu hizi, ameomba kwanza mamake aongozwe, kisha alipokuja mara pili aombe Mwenyezi Mungu, amwambia Mtume, niombee kwa Mwenyezi Mungu anijalie nipendwe na waja wake. Wa yuhabbibahum ilayya, mimi niwapende na wao wanipende, nipendwe na waja wa Mwenyezi Mungu na mimi niwapende waja wake. Manake hakuna siri nzuri ama kitu kizuri katika maisha kama kufikia mahali ukapendwa na watu. Mwenyewe kwambia katika kuzungumza, ukisimama mahali hivyo utakuzungumza, watu wamegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna watu waweza kukupenda tu, hujasema chochote, ile kukuona tu mtu akakupenda na umemtua. Mwenyewe wasema al-arwahu junudun mujannada, hizi roho huwa ni majeshi. Sasa fama taarafa minha aitalaf, kuna watu zile roho zikiendana mkapendana, wama tanakara minha ikhtalaf, na zile roho zikikataana mkawa hamkupendana. Sasa sema wakati wazungumza mahali umesimama atakuzungumza au kusema jambo, watu hugawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza, kuna watu wamekupenda, hujasema chochote, wenyewe tu mtu ukikuona akuona kutabasamie, acheke na wewe, afurahi na wewe. Na kuna kundi la pili ambalo kwamba wewe hata ukasema nini wao hawakupendi tu. Zungumza msahafu mzima na zungumza hadithi zote, kuna mtu yeye hakupendi tu basi. Sababu nini? Hakuna sababu, yeye mwenyewe tu roho yake haikumili kwako. Kisha kundi la 3 huwa ni kundi ambalo kwamba la ngoja sasa. Ukizungumza vitu ambavyo kwamba vya kukufanya wakupende watakupenda, na ukizungumza vitu ambavyo kwamba vya kufanya wakutukia wakakutukia. Wao huwa wako neutral, wasubiri wewe reaction yako ndio itakawapeleka. Ukizungumza mazuri watakuona mzuri wakupende, na ukizungumza mabaya watakuona mbaya wakuchukie. Kupendwa na watu wote ni vigumu sana, sababu hata mitume nao pia hawakupendwa na kila mmoja. Na hata pesa pia, watu husema kinachopendwa na kila mmoja huwa ni pesa. Na ni vigumu, hata pesa pia yule bwana alitumiwa 200,000 kwenye M-Pesa na namba wrong number. Basi ghafla baada kama dakika 10 hivi akapata ile mwenye namba, akapiga simu. Mwenye ile M-Pesa aliyotuma wrong number akapiga simu. Kupiga, ndugu yangu habari gani? Mzuri, una neno bana, hiyo pesa tumekutumia ni registration hiyo Illuminati. Hiyo 200,000 tushakutumia kwamba wewe tumekuregister na Illuminati. Kwa hiyo ukiona mwanayo ni mgonjwa au ukimwona mkeo ameanza kuugua, usishtuke, ndio hiyo pesa. Kwa kama hutaki iregeshe. Pale pale ile bwana aliregesha. Alipotajua tena mambo ya mashetani hapa. Sasa pesa pamoja na uzuri, lakini kuna mahali afikie kama mtu haitaki hiyo pesa yako. Sasa hakuna kilichopendwa na kila mmoja, na pia hakuna kilichotukiwa na kila mmoja. Wenyewe wasema al-Ka'batu sauda, ile Kaaba nyeusi, walakinaha mahbuba, lakini kila mmoja yoipenda ile al-Kaaba. Wal-kafanu bayda, na ile sanda ni nyeupe, walakinahu mukhif, lakini yatia uoga. Kuna naipenda sanda. Sanda ndio vazi ambalo mwenye kulivaa hajui na mwenye kumvisha mwenzake haezi livaa. Yani ni vazi ambalo mwenye huwezi livaa, lazima umvishe mwenzako, na mwenye kuvishwa huwa hajui kama yovishwa ile vazi.
Kwa hiyo Abu Huraira akamwambia Mtume, niombee kwa Mwenyezi Mungu nipate kupendwa na waja mimi waja wanipende na mimi pia niwapende. Faqala, Mtume akamwombea pale pale akasema, Allahumma habib ubaidaka hadha, yani Abu Huraira wa ummuhu ila ibadika almu'minin. Ewe Mwenyezi Mungu, wapendekezeshe waja wako wawili hawa, mtu na mamake, kwa waja wako. Wahabib ilayhimul mu'minin, na wapendekezeshe kwa waumini. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Abu Huraira asema hakuna kiumbe alokuja kunisikia au kuniona isipokuwa alinipenda. Kwa hiyo kisa kifupi hichi ambacho kina mafunzo kadha wa kadha. Mafunzo yaliyoko ndani ni kwamba Abu Huraira alikuwa na pupa ya mzazi wake kuongoka, pamoja na kwamba kwenye kuongoka ni masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kazi yetu ni kukuedhea, kukwambia, kukushereheshea, lakini uongofu hasa mwenye kuutia uongofu katika nyoyo za watu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Alimwambia Mtume, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe Muhammad huwezi kumuongoza unayempenda, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuongoza yule amtakaye. Wa huwa a'lamu bil muhtadiin, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua wale walioongoka. Lakini sisi tusichoke kutaka watu waongoke. Fanya kazi yako, na ndiyo maana Mtume alimwambia Saidina Ali katika maneno, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Mwenyezi Mungu asababishe kupitia wewe mtu mmoja tu aongoke ni bora kuliko utajiri. Kimpata mtu mmoja aingiwe na imani, basi ni bora hata kuliko utajiri hapa ulimwenguni. Moyo mmoja tu kuujenga, la binau alfi masajid wa alfi mustashfayat aisaru min binai qalbi rajulin wahid. Mtume asema kwamba kujenga misikiti 1000 na kujenga hospitali 1000 ni rahisi kuliko kujenga moyo wa mtu mmoja, kutia imani ndani, ukautia ubinadamu, ukatia upole. Ni kazi kubwa sana kuona mtu ajenga watu wawe watu, si kazi rahisi. Kwa hiyo na Abu Huraira alikuwa ile pupa ya mamake aongoke, mamake awe mwema, mamake aingie katika waja wema. Sisi nasi pia ni tuwe na pupa, tuwaongoze wazazi wetu. Kama mama hajui kuswali, jaribu utafute namna ya kumfundisha kuswali. Kwa baba hajui kutawadha, tafuta namna umfundishe mama namna ya kutawadha. Baba hajui Qur'ani, tafuta namna umfundishe baba ajue kusoma Qur'ani. Yani chochote ambacho umekijua wewe na waona wazazi wako hawakijui, tafuta namna kile kitu pia wazazi wako uwafundishe wakijue katika maisha yao. Ndio vizuri na ndio asili ya Uislamu, kwamba unachokijua wewe kimbilia na mwenzako pia kile kitu kile akijue, na kuombeana khairi. Tujaribu katika maisha tu tuombeana khairi, usikae tu katika maisha, lakini kaa uombe khairi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alipokuja kuzungumza wazazi alisema nini? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma, kisha wa qul lahumā qawlan karima wakhfidh lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahma, alafu mwisho wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Manake Qur'ani pia yatuhimiza sisi tusiate kuwaombea wazazi wetu dua njema katika maisha yetu. Kwa kila swala muombe mzazi wako dua njema. Mwenyezi Mungu, mamangu kama alivyonilea kwa huruma, kama alivyonilea kwa imani, basi Mwenyezi Mungu kuwa na huruma na yeye, msikitikie, mrahisishie utafutaji wa riziki zake. Yani katika dua unazoziomba hakikisha kwenye mazingira yako wazazi wako pia nao wawaombea khairi. Kisa ni kifupi sana, lakini ni kisa kizuri sana. Abu Huraira ni mtu anajulikana, ni sahaba maarufu, amepokea hadithi nyingi kwa Mtume alayhi salatu wassalam, amekaa na Mtume sana na amefundishika mengi kupitia Mtume, na pia hakuyaata yakaishia kwake, ilikuwa pia akifundisha na wengine. Na hadithi za kupokea na Abu Huraira ni nyingi sana, utasikia ana Abi Huraira, ana Abi Huraira, ana Abi Huraira, ampokea hadithi tele na nyingi sana. Tumesoma kutoka kwake aliyoyapokea kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, lakini naye pia hakutosheka, alitaka ile nuru iliyomwingilia yeye ya Uislamu, nuru ile itambae na iingie mpaka kwa mzazi wake mamake. Na sisi nasi pia ikiwa Mungu ametuonda wazazi ambao kwamba sio Waislamu, basi
tujaribu kuwaedhea wazazi wetu na kuwaambia kwa njia nzuri, bila ya kuwatukana, bila ya kuwakejeli, bila ya kuwasimanga. Lengo ni wao pia waipate ile nuru ya Uislamu. Ama ikiwa mzazi wako ni Muislamu, ni mama ni Muislamu, baba ni Muislamu, lakini hakikisha iwe unaweza kuwaambia kuhusu ibada. Usitoke ukatosheka wewe kuswali, usitosheke wewe peke yako kufunga, lakini pia wazazi nyumbani, wakati watoka kuja kuswali, mama naye pia uswali vizuri, baba naye pia twende kuswali vizuri, mpaka mwenyewe pia ile imani imuingie katika maisha yao. Kwa hiyo usitosheke wewe kufanya ibada, lakini hakikisha pia zile ibada nazo wawaedhea na wazazi wako nyumbani. Mama ni baba au ni ndugu zako, wadogo zako ni wakubwa zako, kijaribu wewe unazungumza nao kwa njia nzuri, nao pia waweze kupata uongofu, kwa sababu kuongoza mtu umejiwekea thawabu nyingi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuongoza mtu mmoja ambaye atashikana na dini vizuri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله